Okay, right. Mambo vipi? Mimi naitwa Dennis Magesa. Hii ni YouTube channel yangu. Kwa hiyo kama wewe ni mgeni unaweza kusubscribe pia. Yes, hii ni sehemu ambayo tunaangalia fursa za kazi ughaibuni. So kama wewe ni mmoja au ni mtu ambaye mwenye ndoto ya kufanya kazi ughaibuni, nikiwa namaanisha nchi ambazo zimeendelea, development countries, unaweza ukanifuatilia, unaweza ukasubscribe kwenye channel yangu. Ziko video nyingi sana ambazo zinafundisha masuala ya kazi ughaibuni, nchi kama Europe, nchi kama za America, Canada and so on. Lakini pia napatikana TikTok, napatikana Facebook, napatikana Instagram. Unaweza kunifuatilia, jina ni lile Dennis Magesa, au unaweza kaandika Safiri na Dennis Magesa. Pote unaweza kunipata. Hakikisha umenifuatilia pia, hakikisha umenifollow Instagram, hakikisha umenifollow TikTok, hakikisha umenifollow Facebook, kwa sababu nitaanza kuwa live pia, nitakuwa nafundisha pia huko. But kwa leo sitaki kupoteza muda sana actually. Kama wewe ni mmoja ambaye una ndoto ya kufanya kazi ughaibuni, nchi ambazo zimeendelea, leo niko na fursa nzuri sana ambayo nafikiri wengi itatufaa. So kama wewe ni mmoja wa watu kama hao, stock. Okay, yes, kama nilivyosema, leo niko na fursa moja ambayo perhaps watu wengi wameisikia sana. Ni fursa ya caregiver Canada. Ni caregiver na home care. Sawa? Yes, kwa hiyo ni caregiver na home caretaker. Watu wengi sana wamekuwa wanaizungumzia. Actually ni tukisema home care, maana yake ni watu wanao take care of watoto, labda kama kuna wazee na vitu kama hivyo. Lakini tukisema caregiver ni mtu ambaye anafanya caring kwa specific watu, mfano disabled ambao ni vilema, labda viwete, watu wenye matatizo ya akili, ndio bongo, vitu kama hivyo, wazee, watu wasiojiweza na vitu kama hivyo, ndio wanachukua au ni caregiver. Sawa? So nataka tuangalie vitu kama hivyo. Watu wengi sana wamekuwa wakifuatilia hizo fursa, ziko muda mrefu sana. Yes, lakini sasa hivi wame launch hii ambayo itatoka mwezi huu March, na watu wengi nafikiri nataka waombe hii kwa sababu nafasi ziko nyingi na wanaruhusu kuomba watu wa nje na wanatoa vibali vya kuishi nje. So mimi sitakupoteza sana muda. Let's check tuone. Hapa niko kwenye account niko kwenye website ya Canada. Ni official website ya Canada, nikimaanisha ni tovuti ya serikali ya Canada. Yes, ukiangalia hapo unaweza kaona apply for online visa na vitu kama hivyo, visit visa, business visa. Ni sehemu ambayo unaweza apply visa, lakini utakuwa umesign. Yes, ndio unaweza kuapply hiyo visa. Kwa niko kwenye official website ambayo ni IRCC portal, kama watu wengi wanaifahamu nafikiri. Hapo unaweza kuapply visa na vitu vingine zote. Hiyo ni visa ya matembezi, kusoma, kufanya kazi, kutibiwa na vitu kama hivyo. Ila mimi nataka twende direct, tusipoteze muda. Let's go hapa kwenye hizo nafasi za kazi. Hizo nafasi za kazi unazipata kwenye website yao, sio za watu binafsi. Watu wanatoa kazi, lakini lazima wapite kwenye website ya official ya Canada, wapite kwenye tovuti ya serikali ya Canada kwa ajili ya kuruhusiwa kupata permit ya kufanya kazi. Kwa hiyo sio huko nje za watu wanazokuambia sitoa hela nini, hapana, no. Ukishapata hiyo kazi unakuja hapa, unakuwa directed na website wenyewe ndio wanakupa visa na kibali. Kwa hiyo sio ni kazi za kusema si unaenda huko unaenda kuteswa, si unaenda huko ujui unaenda wapi, no. Inatoka kwenye serikali ya Canada. Yes, kwa hiyo tunaweza tukaangalia hapa. Let's focus hapa tuone kwanza kidogo. Ni home care workers na caregiver. Kama nilivyokuambia, home care ni watu wanacare nyumbani watoto na nini. Caregiver ni vilema, viwete, viziwi, wasiotembea, wagonjwa, wazee, wenye matatizo ya akili, vitu kama hivyo. Kwa hapa anasema as a caregiver you can work to Canada to become a permanent resident or working temporary. Yani kama mtu ambaye uko nje ya Canada, unaweza kaingia Canada na kufanya kazi kama mtu wa moja kwa moja, unaopewa kibali cha kufanya kazi muda wote au kwa muda mchache, permanent and temporary. Ndio Kiswahili chake kimenipa ugumu. Ukiangalia hivi vitu viko muda mrefu, yapo watu hawafahamu. Hizi programs zilikuwa launched miaka hiyo ya nyuma. Ukiangalia kuna hii program ilikuwa launched 2014, nayo ni live in caregiver programs. Ukiangalia nyingine ilikuwa 2019. Ukiangalia hii hapa ilikuwa 2019 nayo. Ukiangalia kuna hii nyingine ilikuwa 2019. Ukiangalia nyingine ni kidogo ya nyuma kidogo, previous 2024. Kwa hiyo zipo ambazo actually zinatoka kila siku. Mimi nataka ni deal na hizi mbili kwa sababu zimekuwa launched sasa hivi. Ukiangalia iko
hii home care worker immigration pilots hii imetoka inakuwa launch 31st 2025 March, tarehe 31 March. So let's deal with this kwanza. Sawa, anasema coming to March hiyo 31st tarehe 31 2025. Anasema learn more about the new pilot that provide home care workers with the permanent residence. Kwa hiyo hii tunayoiangalia hapa, hii ni home care worker immigrations. Watu ambao watakuwa wanafanya kazi nyumbani ku provide mazingira nyumbani, hizo kuna wazee, kuna mtu ana matatizo ya akili, watoto, kama kuna wagonjwa labda visukari na vitu kama hivyo. Yeah. So let's tuingie chap. Sitaki kuchukua muda wako sana. Nataka tuingie chap tuangalie. Anasema home care workers immigrations. Sawa? Nataka tupite kidogo tu. Anasema home care workers play an important role in Canadian society. They help nurture children and provide support. Senior and persons living with disabilities need to be comfortable, independent and active part of the community. Anasema they also allow more Canadians to enter and stay in the workforce, which strengthens Canada's economy. Sawa? Sasa simple tu kwamba hii program ya kuruhusu wewe ulio nje kuingia Canada na kufanya kazi. Hizo kazi nilizozielezea. Sorry. So kuna vitu vichache vinne hapo. Anasema how to become a permanent resident, find work. Anyway, hizi tuachane nazo sasa hivi. Tutakuja kuelezea baadaye. Hii ni fursa ambayo ipo na hapa kuna maelezo ambayo nitakuja kuyaongelea mbele. Leo nataka tuangalie chap hizo fursa. Kuna permanent residence, kuna reduced language swing nini and hivyo. Kuna vitu ambavyo you need to uvifahamu. Sawa? Nitakuja kukuelezea. Kuna vitu ambavyo you need to uvifahamu. Tukirudi back kuna nyingine. Kuna program nyingine hii hapa. Sawa? Let's see, nayo ni the same kama hiyo. Nayo inahusiana na hiyo work temporary caregiver. Sasa hii ni caregiver kabisa. Sasa wazee nini, sio ya nyumbani. Wazee wanaenda kwenye zile sehemu ambazo wanafanya hizo kazi za wazee. Sawa? Ukiangalia na yenyewe inakwambia kabisa who can apply. Unaweza kaona you can apply for work permit for job as home child caregivers or home support work through your TFWP if one of these applies to you. Sawa? Akisema hii TFWP ni kifupisho. TFWP ni temporary foreign workers programs. Umeelewa? Ni program ya wafanyakazi, watu wa nje kufanya kazi. Lakini kuna hii ambayo ni LMIA ambayo ni Labor Marketing Impacting Assessment. Zote hizo zinasaidia watu ambao wako nje ya Canada kufanya kazi. Sawa? Kwa hiyo ndo nakwambia unaweza ukafanya kazi na watu, ukafanya kazi na LMIA. Yes. Kwa hiyo ndo maelezo ambayo nakupa mtu gani anaweza kuomba hizo kazi. Ndo maana tumesoma ya kwanza, anasema you are applying for work permit at a port of entries. You in Canada as a visitors. Yani tusome sana Kiingereza hapo, tunaweza tukazungushana kwamba ukiwa hata Canada kama umeenda kutembea unaweza kufanya hii kazi. Kwa hiyo kama una nauli yako ukipata visitor visa ukienda unaweza kufanya hii kazi. Yes, nafikiri utakuwa umenielewa zaidi. So kuna vitu vingi vya kufuatilia ambavyo nataka tuje tuangalie deep. Leo nakuja tu juu ili tuone kwamba hizo kazi zipo, zitakuwa launch tarehe 31. Lakini 31 zitaanza kutoka kwanza za kwao, za watu ambao wanaishi Canada na wana work permit. Then baada ya hapo ndo zitatoka za kwetu ambazo zitakuwa ni April. Mwanzoni kabisa tarehe za mwanzo April. So hizi nafasi zitatoka. So nifuatilie for next video. Nataka tuangalie in and out, namna ya kuomba, jinsi ya kutafuta waajiri, ili waajiri wakishakupa hiyo kazi job offer unaenda sasa kuja kufanya application huko ya kupata work permit na visa yako kwa ajili ya kwenda kufanya kazi. Kwa hiyo mpaka kufikia hapo mimi sina mengi. Kisha una like hii video, usiache ku like hii video, comment wezavyo. Yes, nifuatilie Facebook, nifuatilie YouTube, nifuatilie TikTok, nifuatilie Instagram, napatikana pote huko kwa jina la Dennis Magesa, Usafiri na Dennis Magesa. Yes, kisha umenifollow pote kwenye mitandao. Mpaka next time, naitwa Dennis Magesa.